Habari yetu ya mjini ni kwamba elimu kitaa, wamama tutauliza maswali mawili matatu ili uweze kutujibu, lakini pia tutaweza kujua kuhusu mazingira, tamaduni za Kelema. Mama, habari yako? Salama kwema? Kwema. Kujua. Naitwa Amina Kanyinyi. Amina Kanyinyi. Wewe ni mkazi hapa Kelema, si ndio? Ndio. Of course Kelema inafahamika sana Tanzania. Unaweza kuniambia kwa nini watu wanaifahamu sana Kelema? Kwa hapa, yaani nchi nzima Tanzania, ukienda sehemu yote, Morogoro, Mbeya, Arusha, Kelema ni kwa sababu gani? Wanaifahamu kwa sababu inauza ndege kwa wingi sana. Hakuna sehemu ambayo inauza ndege kama Kelema. Kelema naweza nikakwambia kwamba kati ya vijiji ambavyo vimeendelea, Kelema hata Chemba haijaendelea kama Kelema. Kelema ina uchangamfu fulani hivi. Hata ushuke saa 8 za usiku utapokelewa. Yeah, of course Kelema kama mnavyosikia ni sehemu nzuri na watu wanaendelea kufanya biashara ya ndege, na wananchi wa hapa uchumi wao mkubwa uko kwenye mazao, lakini pia wanafuga wanyama, lakini pia ndo kama hivyo biashara za ndege wanajishughulisha. Mama, mnajishughulisha na biashara zingine tukiachia ndege, tunajishughulisha na biashara zingine? Biashara gani? Kuna migahawa, kuna wengine wanauza nguo, biashara nyingi kwa kweli. Wengine wanauza samaki. Ndio. Okay. Sawa mama, habari? Shikamoo. Marahaba mwanangu. Kwema, habari za nyumbani? Sasa tunaitwa mama nani? Naitwa Mama Mwapwani. Mama Mwapwani. Mwapwani iko wapi mama? Yuko Moshi. Yeah, of course Kelema ndo kama unavyoona tunaishi na mama zetu. Watoto wa Kelema unakuta wakisha kuwa wamemaliza shule tu tayari wanakimbia, wengine waenda Moshi, wengine waenda Dar kutafuta maisha. Lakini lengo kubwa ni nini? Ni kwa ajili ya kuendelea kutunza familia. Ni mama, hebu niambie, Kelema inaonekana kama watoto wengi wanaishi, watoto wadogo wanaishi na bibi zao. Kwa nini hii inatokea? Wazazi wao wanaenda kutafuta maisha huko mjini huko. Na ndio maana wanaacha watoto sasa wanaishi wanalelewa na bibi au na babu. Kutokana na mazingira magumu. Mazingira magumu. Okay. Yeah, of course wanasema kwamba tukiangalia ufaulu kwa mfano kwenye masuala ya kielimu, Kelema watoto wengi sana. Tunaona, tumejaribu kuwasiliana na taasisi za kielimu, mashule wanadai kwamba watoto wengi ni watoro. Sababu ni nini sasa? Nyinyi bibi na babu mnashindwa kusimamia malezi ya watoto au shida ni nini? Shida ni maisha magumu. Mama, kwa nini unacheka? Limekugusa una katoto kadogo ambako unaishi nako? Kana kusumbua? Jamani, ndo kama mnavyoona Kelema, wazazi nyinyi ambao mmetelekeza watoto Kelema, mrudi mwasaidie wa mama hawa kulea watoto, kwa sababu watoto wenu wanawasumbua wabibi. Mimi nadhani mpaka hapo tumejisikia na tumepata habari za Kelema na tunaenjoy. Haya ndio maisha yetu na huko ndo kitani kwetu.